majina naitwa John Mbena, ni afisa lishe, na leo tutaendelea na kipindi chetu cha afya na lishe. Na kama nilivyotangulia kusema katika kipindi kilichopita, leo tutazungumza juu ya lishe kwa kina mama wajawazito na wale mama ambao wananyonyesha. Kama nilivyotangulia kusema katika kipindi kilichopita, lishe imebeba eneo kubwa sana na inafika kwa watu wa rika zote, kuanzia watoto, kwenda vijana, wazee, na mama wajawazito, kina mama wanaonyonyesha, wote kwa makundi yao mbalimbali tofauti tofauti wana mahitaji ya kila kundi na aina wao ya lishe au mahitaji yao ya kilishe ambao wanapaswa kuyafikia au wanatakiwa kuyafikia. Na katika kipindi chetu cha leo tutazungumza juu ya lishe kwa mama wajawazito, wakati wa ujauzito na kunyonyesha. Ili kuongeza uelewa juu ya masuala ya lishe, tumekuwa tukitumia njia mbalimbali kuwafikia watu, hasa kina mama walio katika kipindi cha ujauzito na wale wanaonyonyesha. Tumekuwa tukitoa ujumbe au tukitoa elimu hizi katika jamii. Tunawafikia katika jamii, katika huduma mkoba, elimu zinatolewa. Tumekuwa tukitoa elimu hizi kliniki za watoto ambazo zinafanyika kila wiki na kila mwezi wanapofika katika vituo vya kutolea huduma za afya. Elimu hizi za lishe zimekuwa zikitolewa pia wanapokuwa mahodini wakati wa kujifungua na wakati wakija katika kipindi cha ujauzito. Ni kwa hiyo tunasema lishe kipindi cha ujauzito wakati wa kunyonyesha ni muhimu, ni kwa sababu ya masuala kadhaa. Kwanza, unapokuwa mjamzito, kwa hiyo unahitaji kuwa na lishe bora. Lishe bora kipindi cha ujauzito inakusaidia katika kuhakikisha kwamba uzito unaongezeka kwa wastani wa kilo 12 katika kipindi chote cha miezi 9 cha ujauzito, ambapo nasema ni wastani wa at least au walau kilo 1 kwa kila mwezi, endapo utakuwa unapata ule mlo kamili na lishe ambayo imekamilika. Jambo lingine ni unapokuwa na lishe ya kutosha inatusaidia kupunguza ule upungufu wa damu, kwamba unapata mlo kamili, unapokuwa na lishe bora unakuwa na damu ya kutosha katika kipindi chote cha ujauzito. Hii inatusaidia pia kuepuka zile changamoto nyingine wakati wa kujifungua. Ukiachana na hayo, pia ukuaji wa mtoto unaanzia tumboni. Kwa hiyo ulaji mzuri wa vyakula katika makundi ya 6 ambayo tunazungumza katika kipindi kilichopita itamsaidia mtoto kwa kukua vizuri kimwili na kiakili. Afya ya mtoto inaanza kuanzia akiwa tumboni mpaka anapokwenda kujifungua, na hatua nyingine za ukuaji zinapoendelea. Ukiachana na hayo, pia lishe bora wakati wa ujauzito inauandaa mwili au inautayarisha mwili kuwa tayari kwa ajili ya kunyonyesha. Sio kama itaeleweka, lakini unapozungumza kwamba mwili unaandaliwa vipi kwa ajili ya kunyonyesha kutoka kipindi cha ujauzito kwenda kipindi cha kujifungua, inatokana na kile ambacho unatumia wakati wa ujauzito. Lishe yako ni ya namna gani, unapata nini na kwa wakati gani? Hii inatusaidia na yote tutazungumza katika siku ya leo. Faida nyingine ya kuwa na lishe bora kipindi cha ujauzito, inapunguza uwezekano wa kupata ile matatizo, zile changamoto unazopata wakati wa kujifungua, ikiwemo kupata watoto wenye uzito pungufu ama kujifungua mtoto ambaye ni mfu, au wengine ni ile ya kujifungua kabla ya kipindi au kabla ile miezi 9 inapokuwa imekamilika. Na swali la msingi tunasema tunapanga vipi ile mlo wetu au lishe yetu na kwa vipi katika kipindi cha ujauzito na kipindi cha cha kunyonyesha. Kama nilivyotangulia kusema, wote katika makundi yote ambayo tunayazungumza, rika zote, kuanzia watoto, vijana, wale vijana balee, ukienda kwa watu wazima mpaka wazee, kila kundi linahitaji kupata mlo kamili. Na mlo kamili tulizungumza katika kipindi kilichopita ni kuweza kupata mlo wenye mchanganyiko wa makundi yote mangapi? Makundi yote 6.
hakikisha kwamba kila unapokuwa unapata chakula, mlo wako unakuwa unapata nini, makundi yote 6 ya chakula, yani kula chakula mchanganyiko. Hii inasaidia kuwa na wakati mzuri au kuwa na afya njema na kukua kimwili na kiakili. Je, hawa wanawake wanaonyesha au wanawake wajawazito wanahitaji vyakula vya namna gani? Kwa wanawake hawa wanaonyesha tunasema kwamba mahitaji ya kilishe kwa kina mama wanaonyesha ni makubwa zaidi kwa wale ukilinganisha na wale mama ambao ni wajawazito. Na mbona jamii yetu kwa kiasi kikubwa huwa haielewi, naona kama mama mjamzito anahitaji mahitaji yake ya kilishe ni makubwa zaidi ukilinganisha na mahitaji ya kilishe kwa mama wanaonyesha. Ila ukweli ni kwamba kina mama wanaonyesha mahitaji ya kilishe ni makubwa zaidi, kwa sababu katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo mtoto huwa anategemea maziwa ya mama kwa ajili ya kupata virutubisho vyote, na mlo wa mtoto anategemea pia maziwa ya mama. Kwa hiyo anachokula mama ndicho anakipata nini mtoto kupitia maziwa katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo. Na baada ya hapo mtoto ataendelea kunyonya maziwa ya mama mpaka atakapofikisha miaka 2. Kwa kusema hivyo, naona ni muhimu kiasi gani mama anatakiwa apate vyakula au mlo kamili ambao unakuwa na virutubisho vyote kwa ajili ya maendeleo ya mtoto. Kwa sababu katika kipindi cha miaka 5 ya mtoto anakuwa kwenye riski au hatari kubwa ya kama ukifanya uzembe au tukizembea katika malezi ya watoto, ulaji wao ni rahisi kuingia katika utapiamlo ambao tutaizungumza, miranda ambao tutaizungumza na ni pana sana juu ya utapiamlo kwa watoto walio chini ya miaka 5. Ni changamoto kubwa sana katika jamii yetu, na yote inasababishwa na ulaji mbovu katika kipindi cha ujauzito, wakati wa kunyonyesha, na pia ulaji mbovu baada ya kutoka kwenye kunyonyesha kwa watoto. Basi hawa wanawake wajawazito wanaonyesha wanahitaji nini? Tunasema jambo la kwanza ni kwamba wanatakiwa kula chakula kingi katika kila mlo. Yaani katika kila mlo wanaopata, kama ni asubuhi, mchana, jioni, ambapo jamii yetu imezoea kwa tuna milo mitatu. Basi hawa kina mama wajawazito na wanaonyesha wanapaswa kupata chakula cha kutosha katika ile milo mitatu, na pia katikati ya ile milo mitatu kuwepo na milo midogo. Mfano tukisema katikati ya mlo wa asubuhi na mchana, kama mama amepata chai ya asubuhi saa 4, basi saa 6 kuwepo na zile asusa. Apate asusa kabla ya kupata chakula cha mchana. Jambo lingine ni mahitaji mengine makubwa kwa kina mama wanaonyesha na wajawazito. Wanahitaji kula vyakula vyenye mboga nyingi na matunda ambao watasaidia kuongeza ile madini chuma na kupata maji ya kutosha mwilini. Jambo lingine ni kuhakikisha kwamba kina mama wanapata maji ya kutosha kila siku, walau wapate maji glasi 8 hadi 10 kwa siku. Jambo lingine ni kupata muda wa kutosha kupumzika baada ya kupata milo hii ambayo ni yenye makundi 6 ya chakula. Wapate muda wa kutosha kupumzika, pia waepuke vile vinywaji vyenye caffeine, tunazungumza kahawa, soda hizi zenye carbonate, kwa sababu hizi zinazuia ufyonzaji wa yale madini chuma kwenye mwili na vitamin nyingine kufyonzwa kwenda kwenye mwili. Kwa hiyo tunakuwa na upungufu wa madini chuma ambao yanapelekea matatizo au changamoto kama anemia au upungufu wa damu mwilini. Hizi upungufu wa damu mwilini unapelekea changamoto kubwa wakati wa kujifungua, na pia kwa watoto inakuwa ni changamoto. Je, kuna virutubishi vingine ambavyo vipatikana kutoka kwenye makundi 6 ya chakula tunahitaji kuyapata kama supplement, au kama supplement? Tunazungumza madini chuma, tunazungumza folic acid, acid ya folic, tutazungumzia pia vitamins, vitamin A. Kwa hiyo kina mama wanapaswa wapate katika kila vile la kliniki wakati wa ujauzito madini chuma na folic acid ambayo itawasaidia kuongeza damu mwilini, kuepuka upungufu wa damu au anemia,
Na jambo lingine ni hizi vitamin A ambapo wanapata baada ya kujifungua ili kusaidia kuongeza kinga ya mwili ya mtoto na pia kuwezesha ile mtoto asipate changamoto za uoni au ukosefu wa vitamin A mwilini ambayo inapelekea changamoto katika kuona. Ukiachana na mengine yote hayo juu ya lishe, hakikisha kwamba pamoja na kupata yote haya, basi mama apate muda wa kutosha wa kupumzika, muda wa kutosha wa kunywa maji, afanye mazoezi ya kutosha. Na endapo kutakuwa na changamoto nyingine zozote za kiafya, basi mama asisite kuhudhuria katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata huduma kutoka kwa hudumu wa afya. Basi ni hayo kwa leo katika kipindi chetu cha afya na lishe. Tukutane katika kipindi kijacho ambapo tutazungumza juu ya magonjwa yasiyoambukiza na lishe. Asanteni sana, karibuni.